Bwana Yesu asifiwe sana. Poleni sana kama umechoka kidogo, lakini uvumilie kidogo tu, hatutakuwa warefu sana. Tunajua bado kuna huduma zinafuata nyuma, na kulingana na hizo huduma nilishakuwa mfupi tangu nilikuwa ningali nakaa chini. Yote yenye nilikuwa nimeandaa ningechukua saa moja na minute 13. Sasa nimejitahidi kupitia minute 15 au 12. Amen, amen. Kwa watu hivi wanasema minute saa yote uko na uwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtakuwa mnavumilia sababu sisi tunaendanga kwa watu. Kwa madhabahu nyingine unafika wanakupatia saa 3 uko na ubiri. Sasa kama kunyumba sikufikisha hata saa moja kwa watu vitakuwa hivi. Kwa watu maneno yatanishia. Sasa kadiri tunatembea makanisa mengine na pia nyumbani kwetu tuwe na waandaa kwamba kuzoea kusikiliza neno la Mungu. Kama ni saa mzima au saa 2 uko nasikia tu neno. Tofauti na nyimbo. Nyimbo ni neno, lakini pia lazima neno liwe kwa wingi ndani yetu. Amen, amen. Kwa wale ambao wanijui, naitwa Pastor Chance Malekuza. Hapa hivi niko nyumbani, siko mgeni. Na nimetumwa kuwa mwangalizi hapo Kasembe. Na tuko pamoja na ile kwaya wana wa Ngurumo. Barikiwe sana. Hiyo jina ni jina zuri. Wana wa Ngurumo. Yohana mwenye imani kali, mwana wa Ngurumo, alipelekwa mbali. Ni mzee Bwana sifiwe sana. Tunashukuru Mungu kwa kutupa muda, ametupa uzima, jina lake lihimidiwe. Tunashukuru baraza kwa kutupa nafasi, Mungu awabariki sana. Na ninashukuru Mungu tumeongezeka katika jamaa langu, mke wangu amejifungua mtoto. Tunashukuru Mungu sana. Le premier sioi alikuwa mhubiri, ni mchungaji Mtanga wa Sepaki Makimbilio Msisi. Nikasema hivi, ninatoa zake ya sima, ninapatia Mungu deni. Mke wangu ajifungue kwa amani na salama. Kumbe na wewe hata kama Mungu ayajibie hitaji lako, utoe kwanza, nayo unaweza saidia. Mie nilitoa kwanza na akazaa salama. Kumbe na wewe ukitoa kwanza kwa hitaji lako, na wewe Mungu atakujibia kama mimi. Amen, amen. Ninashukuru Mungu pia ametulinda kwenye kazi yangu. Wajambazi walikuja usiku ya jana. Usiku walikuja usiku, walikuja ingilia kijana wangu. Merkedi waliingilia wa mchini yake, wa mlango kabisa mzuri, Elia naona vile. Bakakata mlango ya chuma, bakaingia, bakaiba na bakamkata mkono. Sasa na mie wangu turi yake kafika, juzi bakamkuia usiku. Benye wanaendaka kule wanaonaka mabile wanapiga kama milima. Sasa waligonga kuile himulango, sitaisema Elia yeye vile naona. Waligonga kuile himulango, kiana kaanza omba. Akulalamika akaniambia, mzee, nilibakia tu niko naomba Mungu. Na sasa nilizidisha maombi, wakaniambia uombe lakini tutakufika hapo mule. Uombe tu lakini tutakufika hapo mule. Naye hakutishika, akazidi kuomba Mungu. Wakakia sema hii bwana iko sasa ni pasteri twende. Na mara moja wakaenda wakamwacha na wakaingia tena. Tunashukuru Mungu kwa sababu ametuepusha, ndio maana nimelipa deni ya mixer. Sema hizi zilitafuta aenda. Hii kanano lale mwibebe za mariage ziende. Ifo watumishi wakunywe energy sasa ya kutoka. Ifo wasikunywe wakuti. Sema haleluya. Tunashukuru Mungu kwa ulinzi wake kabisa. Mwenye hajui siri ya maombi anaweza cheza. Kwa hiyo tusome Biblia, neno la Mungu. Kitabu ni cha Wafalme wa kwanza 6, verse ya kwanza hadi 6. Wafalme wa kwanza 6:1 hadi 6. Mwenye anapata plus ile evangelist kwa kuvisoma ni verse 6. Ndio.
Inasema nini? Wakupe microphone. Ikawa katika mwaka wa 480 baada ya kutoka wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Wafalme wa pili ikikuja. Nasikia masemanini zinakuja na sikuziona maandalizi yangu. Sasa hizo semanini. Wafalme wa pili sura 6 mstari wa kwanza. Ndio. Kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha. Wana wa manabii wakamwambia Elisha, angalia basi mahali tukaapo mbele yako ni padogo kwetu. Angalia hapa kwenye tuko hakututoshi tena. Basi twende mpaka Yordani. Sisi ambao ni wana wako, watumishi wako, tuko na wazo twende Yordani. Tukuomba sana, tunakusihi tutwae huko kila mtu mti mmoja, twende tukate mti mlonge mguma nebitije migete tubilete, ili tujifanyie huko mahali pa kukaa, kusudi tutengeneze mahali ambapo tutakaa. Elisha akajibu nini? Haya, nendeni. Gendi. Mmoja wao akasema nini? Uwe razi basi na kusihi, uende pamoja na watumishi wako. Uende pamoja nasi. Akajibu, nitakwenda. Hapana mchungaji, twende mzee, twende kwanza tuombe. Mwende, nitakuja baadaye. Nitaenda pamoja na nyinyi. Hakuna la kuachana. Inasema sukuma. Basi akaenda pamoja nao. Ndio. Nao walipofika Yordani wakakata miti. Hakika. 5. Lakini mmoja wapo alipokuwa katika kukata boriti, chuma cha choka kikaanguka majini. Mmoja mwile kukata miti, kwa bahati mbaya chuma cha shoka yenye alikuwa nayo ikadumbukia maji. Akalia. Akasema, ole wangu bwana wangu, kwani kililazimiwa iloshangi tashwaimwa ninagitiza sasa ilishadumbukia maji. 6 anasema, ndio. Mtu wa Mungu akasema, kiliangukia wapi? Elisha mtumishi wa Mungu akamuuliza, kiliangukia wapi? Ule jamaa akamonyesha mahali, akakata kijiti akakitupa pale. Ndio. Chuma kikaelelea. 7 inasema, lekela hapo. Amen. Akamwambia kichukue. Achia tu pale. Amen. Sasa niliuza yangu Biblia ya Kifuliru, niliacha. Yako iko pale. Usome kidogo hata verse 2 tu. Abantu bakabiri. Muyuko nako tumusoma ndagati nale takabiri nini kwa tati. Tusoma baba kabiri sura 3 tunatagire hao sura Yesu. Lusiku luguma ikisote balevi tanaishi wila hilishati. Hano tuli mukuma na hakola hali. Aho utuhangule tugende Yordani gisi mundu atemage kiti kiguma gira tukayubake inyumba yo tugakwibamo. Sirisha na yeti mugende mukuma wabo anainginga anawile Elishati weko ngowe hatugagendanwa situli bakozi bawe nayeti tugagendanwa koko banagendanwa bali abalevi ili bakahika haluishi Yordani banatondera okutema ibiti. Mukuma wabo ikyanyali kizitema ibiti ishenyo yage yanarohoka yanatibukira muluishi anatulikira mu mali ti ena hamwitu twagoka ishenyo twabitiza ida uwelisha anauza hai yatibukira hai neri bakamuyereka irisha anatema ibango analitiburira muluishi hao ilya shenyu yanalelemba kumashi. Amen. Makofi makubwa kwa wasomaji. Amen. Hiyo ndio nasema mzuri, ilya shenyu yanalelemba kumashi.
Kiswahili kilisema tu ikaelelea. Ikaelelea. Sasa hapa kukazia mzuri mkiswahili. Mkifulero wanasema mzuri yanareremba mumaji. Mkibembe mama ndio kusema. Ikaelelea. Yaino. Yasielelea. Bwana sifiwe sana. Amena. Bwana sifiwe sana. Atukuzwe. Niko na sije nasema kwamba shoka ya kulazima imeangukia majini. Lakini upatie mwenzako mkono mwambie kwamba shoka iliyoangukia majini inaweza kuelea tena. Shoka iliyoangukia majini inaweza kuelea tena. Kwa mtu ayasema mzuri, ambia mwenzako shoka iliyoangukia majini inaweza kuelea tena. Shoka iliyoangukia majini inaweza kuelea tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni hiyo tu. Shoka iliyoangukia majini hata kama miaka ilishapita inaweza kuelea tena. Hata kama umekata tumaini, shoka ikaenda ukasema nimekufa, lakini matumaini iko kwamba tena inaweza kuelea. Shoka ni chuma chenye kachali ambacho tunatumikisha kwa kukata miti ama makuni. Tunataka kulilekaya, acha niwaambie hiyo. Kuna kuwaka miti yenye mpanga haiwezi weza. Inabidi ulete shoka ili shoka ikusaidie kukata miti. Kenya tukiri mkishuka kikali kulikuwaka miti ya mendu. Penye walikomalia kule hivyo wananielewa. Sasa hiyo miti, ni miti ilisumbua sana. Lakini wakati baba wakiziisha nene agashwa kikoti mkibuno uhombe lati shuliko lugu shuliku malikuma alimumbala. Bwana sifiwe sana. Baada ya sporala watela koko biko nakata mti hata kama shoka, hata kama mti ni ya nguvu kiasi gani, lakini shoka itaingia hapo nena ikata. Kazi ya shoka ni kukata. Ina maana mwenye iko nakata miti anakuwaka na tumainia shoka mwile saa iko na itumikisha. Sasa mwenzetu yake yenye alikuwa nayo ikaangukia maji. Tatizo haikukuwa yake tena, ilikuwa ya kulazima. Kitangaza kweli. Bwana sifiwe sana. Kulazima ni kukamata kitu kwa muda na utakirudisha. Sasa kama unabeba kitu na usikirudishe na ulilazima, unafanya kosa. Hili sababisha ujamalie, kwa sababu alijua ya kwamba shoka ni chombo ya valeti na tena iko bei, na labda aliona hana uwezo wa kununua nyingine. Sasa ikabidi alibu anawila ile shemse nafu dabala shoka imeanguka. Bwana sifiwe sana. Shoka kiroho inaweza kuwa karama yako, inaweza kuwa huduma, inaweza kuwa kazi ambayo unafanya, na siku moja ukajikuta yako shoka imeenda. Matumaini iko kwamba shoka inaweza kuelea tena. Hizi ni habari za mtumishi wa Mungu Elisha na wana wa manabii ambao walikuwa pamoja, wakazidi na kuongezeka. Ikabidi wakuwe na wazo, mzee, tuko na idea hivi, tumekuwa wengi kiasi hiki, lazima tuangalie namna gani tunaweza kuongeza hii nafasi ili kwamba tuwe tunaenea. Bwana Yesu atusaidie sana. Wakaenda hata kama tuna wazo na tuko vijana, lakini tuna wazee, inatubidi twende kwa wazee tuambie kwamba mtusaidie. Mahali hapa ni padogo, utusaidie twende Yordani tukate miti ili kwamba itusaidie kujenga. Lakini tunakusii mzee Elisha, tutakusii wende pamoja na sisi, usiwachi.
atusaidie sana. Twende pamoja. Unajua babiana wao peke ya mapende zake. Wakati wa biana wanaenda na wazee, minakuwa kwa vinapendeza sana. Tatizo tulio nayo ni leo ni kwamba kuko wazee wenye wapendi vijana. Lakini wabarikiwe wazee ambao wanazidi kupenda vijana. Bwana Yesu atusaidie sana. Wakati wanaenda wanafika, wanaanza kata miti. Kwa bahati mbaya, shoka ya mmoja inaangukia majini. Ninapenda huyu kijana sana, sababu shoka kisa kuanguka hakukaa kimya. Ilibidi kwanza alalamike. Uliza mwenzako, kwa nini haukulalamika? Bwana sifiwe sana. Yako matatizo mengine ambayo naweza kufikia huko uwe peke. Ifolalamike kusudi wengine wasikie. Oh, ile kanisa la nionake hapo, nitafutaka kukata roho, haukiaka niangalie. Uliambiaka nani? Uliambiaka nani? Oh, ile kwa ya Yesu apendake tena. Nilikotoka deshu, na Yesu anapenda Kifaransa. Deshu. Haukiaka hata niangalie. Uliambiaka nani? Bwana tusaidie sana. Wakati tatizo linakufikia na unaona hapa sina tena la kufanya, inanibidi nilalamike, niombe msaada. Sema ewa, mimi huku vitu vinaharibika. Kijana kabia kumwambia mzee, shoka inadumukia maji. Tena tatizo kubwa ni ya kulazimu ili ya kupisa. Unajua karama zenye tuko nazo haziko zetu. Mungu ametupa nazo kwa muda. Ametulazimu. Ukifanya sie, anaweza kukunyang'anya nayo, anaipatia mwingine. Bwana sifiwe sana. Hata kama unaimba kiasi gani, Mungu ana uwezo wa kuinua mwingine zaidi yako. Anatia mwingine ile nafasi. Anaimba kama wewe. Hata kama uko muombaji, unaona sasa vile amona msansi hakuna vile inaweza kuwa wakati siko. Hakuna vile inaweza kuwa. Lakini Mungu anaweza kuinua mwingine akakuwa pale. Karama iliyoko nayo usijivunie hayo. Haiko yako. Ni neema, ni zawadi umepewa na Mungu baada ya wokovu. Amekulazima nayo. Usipoelewa kama hii karama yenye niko nayo sio yangu, utatia fiari na kesho unajikuta haujua hata kupiga tena makofi. Abarikiwe msema amepiga makofi mimi sijaionaka. Mungu ambariki. Bwana sifiwe sana. Na tena ina tafsiri yake. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu jamaa hata kama walikuwa wamingi sana, biko wote pale. Lakini alijua kesi tunakusanyika na ushirika wetu kadiri tumefanya kwa kuchangia ile mariage. Ile ndio ushirika. Kama vile wenzetu walienda kata na miti. Hata kama tatizo litokea sasa, hatutaambia wote. Tutaambia kiongozi. Mzee, ile soka inaanguka. Uangalie namna gani ya kufanya. Kuko wengine wazee ukibabebea malalamiko yako kuliko wakuelekeze bala kutobokea. Elisha hakutomboka, lakini alimuuliza ile soka iliangukia wapi? Kuko maombi mengine na miaka maombaji, kama mtu anakuja ombewa kwako, hata kama Mungu alishakuonesha, muulize unasikia nini? Nini yenye nakusumbua? Anakuambia kichwa na tumbo vinanisumbua sana. Kwa wengine nilikuwa naona zamani maombi ya zamani hapana ya kisasa. Tutakisikia wanaleta. Na gedi pima maombaji. Naangalia kama wanaona. Niko mzaifu na kio niombee. Unakia nikuombee. Unasikia nini? Omba tu. Omba tu msiseme. Bwana Yesu asifiwe sana. Elisha alijua ya kwamba japokuwa niko nabii na niko kiongozi, lakini nitauliza kwanza ilitumbukia wapi? Bakambeba kwenye ilitumbukia, bakamwambia njoo hapa. Hapa ndio kwenye ilitumbukia. Elisha akakata mti. Biblia ya Kiingereza inasema mzuri, ibangu.
Ibambo maana yake kwa Swahili, wakati unakata mti, huko yenye inarukaka mama singine. Kile yenye inarukaka njoo bangu. Sasa akakamata hile, kisha toka. Akaitupia pale kwenye shoka iliangukia. Mara moja shoka ikaelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaweza rejesha tena hali yako ya zamani ukakuwa tena sawa. Kisichowezekana kwa wanadamu, lakini kwa Mungu kinawezekana. Hata kama ule bwana alikuwa amekata tamaa, alikuwa ameona ya kwamba wangu unaisha, lakini shoka ikaelea tena juu ya maji. Akamwambia kijana, ilogote. Hiyo mti tunailinganisha na msalaba wa Yesu ambao una uwezo wa kutuokoa na kututoa katika kila aina ya dhambi ambazo tunakuwa nazo. Bwana Yesu atusaidie sana. Shoka ikaelea. Najua kwamba jinsi tuko hapa, kila mmoja anajua shoka yake ilianguka. Porque shoka yako ielewe, ifo kwanza utambue kwamba shoka haiko tena. Huyu bwana alijua kama yeye yangu shoka imedumukia maji. Na wakati alielewa kama shoka inadumukia maji, alilalamika, akasema nisaidie. Tatizo yetu tuko na Wakristo ni kwamba wakati mtu alishasikia kama nguvu za kiroho haziko tena, akamuulize aitikaki. Bwana, mbona hii siku huko naonekana? Naona siku disponible, Vifaransa hivi mbali. Naona hii siku niko okipe. Niko mbia mingi. Kumbe mwenzenu aishaenda. Haiko tena. Mbona unaonekana ma repetition? No, najua niko mbia mingi na makazi. Kumbe alishaka. Sasa lazima ujitambue kwamba shoka yako imeangukia maji. Kisha ufanye kitu kimoja, ulalamike. Malalamiko yako uilete kwa wazee, waambie mzee, mimi vyangu haviko sawa. Nahitaji msaada wa maombi. Mimi vyangu haviko sawa. Na Mungu atakusaidia. Shoka inaweza kuelea tena. Hata kama Kongo leo hali imekuwa mbaya, lakini tuna imani ya kwamba shoka itaelea tena. Hata kama tuliishi manyumba kama vile kama watoto wa kambo, tukajifunga, tulitembea na mahekima humu. Basi walianza vala maveste ledi mpaka samta. Jua yue tu kama iko pasteur. Sababu walielewa kama pasteur hawatamfanya kitu. Basi walianza vala makoti na kutembea na hekima sana. Na wengine walibadilisha masauti. Jambo. Habari gani? Porque basikie kama alikuwa mhuduma sauti ile. Kumbe ni hekima ya Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Siku moja nilikutana na wale wa chama, niliwaambiaka tena. Niko natuma voice. Nikakutana nao bakanichomokea basi. Ngao la ni mazi. Nilishindoka kutuma voice. Nikashindwa kutoa telefoni hivi. Tena nilikuwa naongea habari zangu. Nikawachia tu hivi. Kisha minute mbili nikakia kumbuka kama hapa. Nikaanza ambia mwenye nilikuwa naongea naye ngo. Ibada ilipita mzuri. Bwana Yesu atusaidie sana. Anaanza mbona sikuelewi no, ibada ilikuwa bien jana. Ibada ilikuwa bien, watu wote walifika. Kila kitu kilifanyika mzuri. Kumbe niko natafuta kujidefend na hakuna mwenye ananiuliza. Bwana iko hatari sana. Adui wa imani. Mimi nilikuwa siogopaka, hiyo siku niliogopaka na mama naiona ndani pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna matumaini kwamba hali ambayo tuko nayo sasa itabadilika, haitadumu milele. Mungu anaweza kuibadilisha ikakuwa nzuri tena, na kila mtu anasinzia na anajisikia iko sawa. Bwana asifiwe sana. Hata kama kazi imecheza, ni shoka yenye ulitegemea, lakini bado matumaini iko. Chako kitakuwa tu chako. Hata kama ibilisi anaingia akakipeleka kakichezea, chako kiko chako tu. Kazi itarudia tena. Kwa mtu unaweza kujiuliza vipi kwa yeye kuke franga zishe. No, zilibidifika tu. Lakini shoka itaelea tena. Itakuwa sawa. Hata kama unasema mimi ndio mgonjwa, anaanza kuita mgonjwa kila siku. Hiyo hali inaweza kuisha. Itaisha. Mungu atakusaidia na itaenda kuisha. Hata kama uko na mbona yangu mariage banatolea wengine yangu bado. Na kutabilia yako iko utaisherekea.
na wewe tutakutolea. Bwana Yesu tusaidie sana. Shoka itaelea tena. Cha lazima ni kutambua kama shoka hauko nayo tena. Ufikirie, kila mtu anajua shoka yake. Unajua karama na huduma, unajua shoka yako ni ipi yenye iliangukia maji. Nyosha mkono tuambie Mungu ainue tena ile shoka ambayo umetumikisha kwa muda mrefu, lakini kitambo kajikuta shoka yako imeangukia majini. Unyoshe tu mkono tuambie Mungu, shoka ya huyu imeangukia maji. Utende ishara ili tena shoka ile. Inaweza kuwa ni matatizo. Mbele ulikuwa unapata pesa kirahisi, lakini leo mbele kukule ni kupiga makalkili, ni kujifunza. Shoka itarudia tena. Hiyo kwa korasi fupi, na nitasiwa wazee wasimame kwa kuombea hao ambao wamenyosha mikono. Mungu atende miujiza kupitia hii ujumbe. Huyo ambaye anakuwa na matatizo mazito ambayo imesababisha labda na kurudi nyuma, sio mimi, Mungu amsaidie ili kwamba shoka yake ielete.